Juma alisimama akitazama ule mji kwa mbali, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Hakuwa na nguvu nyingi, lakini alikuwa na kitu kipya ndani yake, sababu ya kuishi. Alipoingia mjini, maisha hayakuwa rahisi. Hakukuwa na mtu aliyemjua, hakukuwa na mtu aliyemsubiri. Alilala nje ya maduka, chini ya vibanda, wakati mwingine bila chakula kabisa. Lakini kila usiku kabla ya kulala, alisema, Ya Allah, uliniokoa pale, usiniache hapa. Siku moja, alipokuwa amekaa pembeni ya barabara, mtu mmoja alisimama karibu yake. Alikuwa mfanyabiashara mdogo. Kwa nini unakaa hapa kila siku? Aliuliza. Juma akamwangalia kwa unyenyekevu. Natafuta nafasi tu, hata kazi ndogo. Mtu huyo alimtazama kwa muda, akaona kitu tofauti ndani yake. Njoo kesho, utanisaidia kubeba mizigo. Hapo ndipo safari ya Juma ilianza kubadilika. Siku zikapita, miezi ikafuata. Juma alifanya kazi kwa bidii, hakulalamika. Aliheshimu kila mtu. Watu walianza kumheshimu. Kidogo kidogo alipata pesa, akaanza biashara ndogo, akawa anasaidia wengine. Lakini jambo moja halikubadilika: unyenyekevu wake. Hakusahau usiku ule wa msitu, maumivu wala usaliti. Lakini pia hakusahau Allah alivyomnusuru. Miaka ilipita. Juma sasa alikuwa mtu mkubwa mjini. Alikuwa na biashara, alikuwa anasaidia maskini, alikuwa tegemeo kwa wengi. Watu walimuita mtu wa rehema, lakini ndani yake kulikuwa na jeraha ambalo halikuonekana. Siku moja, akiwa ofisini kwake, mlinzi alikuja na mtu mmoja. Kuna mtu anataka kukuona, hali yake si nzuri. Juma alikubali. Mtu huyo aliingia polepole. Alikuwa mchafu, dhaifu, macho yake yamejaa mateso. Juma alipomwangalia vizuri, moyo wake ulisimama. Ilikuwa ni Salim, yule kaka yake, yule aliyemwacha afe. Kulikuwa na ukimya mzito sana. Salim alishusha macho chini. Nimepoteza kila kitu, alisema kwa sauti ya chini, na sina pa kwenda. Juma hakusema kitu. Ndani yake kumbukumbu zilianza kurudi. Usiku ule, maumivu, kilio chake. Lakini pia kulikuwa na sauti nyingine ndani yake. Allah halikusamehe. Wewe ni nani usisamehe? Machozi yalimtoka polepole. Alimsogelea Salim. Kwa sauti tulivu akasema, niliumia sana. Kimya. Lakini Allah alinifanya niishi. Akavuta pumzi. Na leo nimekusamehe. Salim alianguka chini akilia. Kwa mara ya kwanza hakukuwa na chuki tena. Juma hakumuacha. Alimsaidia. Akampa sehemu ya kuishi. Akamfundisha kazi. Akamrudisha polepole kwenye maisha. Na hapo ndipo watu walipoanza kuelewa, ukubwa wa mtu si mali, ni moyo wake. Lakini stori haikuishia hapo. Siku moja Juma alisimama mbele ya kundi la vijana maskini, akawaambia, nilikuwa kama nyinyi, bila msaada, bila matumaini. Akasimama kidogo. Lakini kuna kitu kimoja msikikose: msimwache Allah, hata kama dunia yote itakuacha.